Asomo wach mondike muma mar fweny. Nasoma kitabu cha Ufunuo 12 Matendo 7 aya ndogo 7. Eka lweny nowuok e polo, Mikael gi malaika ne kedo gi thuol. Thuol gi malaika bende nokedo lweny, to ne ologi. Mikargi ne onge e polo kendo, to nowito thuolo marang'ongo piny. En thuol machon miluongo ni jachien kendo Satan, mawuondo piny ngima, nowite piny kod malaika ne bende. Eka nawinjo dwol maduong' e polo kalando niya, koro warruok mar Nyasachwa gi tekone gi piny ruodhe osechopo, kendo loch en mar Kristo ne, nikech osewito piny jango wete mane hango gi e nyim Nyasachwa odiechieng' gotieno. To ne giloye gi remb nyarombo kod wach mane gihulo, kendo wach mane gihulo, kendo ne ok gidewo ngimagi nyaka kar tho. Kul wiyi mondo walam Nyasaye. Inamisha kichwa chako tuombe Mungu. Wamiyi duong' Ruoth. Twakupa utukufu Bwana. Iromo odhiambo sani. Unatosha jioni ya leo. Erokamano ne piny Homa Bay. Asante kwa mji wa Homa Bay. Milimo kod tiendi. Ulitembelea na miguu yako. Aseyudora e nyimi. Nimepatikana mbele zako. Ng'uononi mondo tim dwaroni. Wacha mapenzi yako itendeke. Aseyieni ne Ruoth. Nimekubali wewe ndiye Bwana. Adoko piny bedo malo. Nimegeuka chini unyuke. Erokamano ne wachni misekete chunya. Asante kwa neno uliyetia ndani ya moyo wangu. Sir wachni gi ng'wono. Usimame na neno yako na neema. Erokamano ne wachni miseoro. Asante kwa neno uliyetuma. Itim kaka Ruoth. Tenda kama Bwana. Giko mar chokruok. Mwisho wa mkutano. Roho maler mar duong'. Roho Mtakatifu utukufu. Ofwenye Yesu jateko. Ionekane kwa Yesu. Alami nikech aseyie. Naomba baada ya kuamini. Duong' mondo dogni chuo. Utukufu na ikurudie. Nyingi Yesu Kristo Ruoth. Kwa jina la Yesu Kristo. Gol lweti kiwacho ni amina nyingi Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi ukisema amina. An NYAR Sigoti. Binti wa Sigoti. Nyinga Mary Akotho. Anaitwa Mary Akotho. Onyuola e piny Nyakach. Amezaliwa kule Nyakach. Atedo Kodera. Akaoleka Kodera. Yesu en Ruoth. Yesu ni Bwana. Atiyo tich Nyasaye e piny Homa Bay ka. Fanya kazi ya Mungu hapa Homa Bay. E kanisa mar Divine Restoration Ministry. Katika kanisa la Divine Restoration Ministry. Kanisa ni opposite Rangwena Primary School. Kanisa iko kando ya Primary School. Nyasaye mondo miyo gwedhi. Mungu akubariki. Yudori e chokruogni en dwaro mar Nyasaye. Ukipatikana hapa ni kwa mapenzi ya Mungu. Amor kuom wach Nyasaye mangima kendo matiyo. Ninalo furaha kwa neno la Mungu la uhai tena yatenda. Nyawinjo ka injili oseyale pau ni kochakore chieng' tich ariyo nyaka kawuono. Nilisikia injili limehubiriwa tangia mwanzo mpaka leo. Kendo onyoro nyawinjo ka jaduong' Lucas Bishop owuoyo kuom injili. Jana nilisikia mzee Askofu Lucas akinena kwa injili. Ruodhno nyolimowa kaka en Nyasaye majalimi ji. Huyo mfalme alitutembelea jinsi ni Mungu wa kutembelea watu. Nitie joma nyoro ngimagi e odhiambo manyoro. Kuna wale walirehemiwa jana jioni. Nowuoyo kuom Yesu minyalo rwaki. Alinena kwa Yesu ambao unaweza karibisha. Kendo nowuoyo kodwa kaka ng'ato nyalo tony mawuok e lwet joma osepogore kod adiera. Alinena akanena kuhusu kwa wale watu ambao wanaweza epuka waliotoka kwa ukweli. Wafwenyo ni ng'ama orwako Yesu ene jalo manyalo tonye piny makoro wantie. Tuligundua kuwa aliyemkaribisha Yesu anaweza epuka katika ulimwengu huu. Injili okwayal mar nyisruok kata okwayal mondo ka jomo koso kama diyali. Injili atuhubiri ya kujionyesha wala watu ambao wamekosa mahala pa kuhubiri. Injili yalo nikech piny omoko kendo piny otwere matek to nying mar Yesu ema nyalo miyo ng'ato tony. Injili inahubiriwa maana ulimwengu umekwama, lakini kwa jina la Yesu inafanya mtu anaepuka. Dine madongo nyalo reso ngima mag ji to deo kwa biro mondo wayal. Kama ni kuomba na madini kubwa kubwa tungekuja ili tuhubiri. To nekech wafwenyo ni udine go nitie kod wete madongo mag lemo molosi. Maana tumegundua katika hizo dhehebu kuna mambo ambazo zimetengenezwa. To oyudi ni onge tonye iweche go duto te. Wakapata kuwa hakuna kuepuka kwa hizo neno. To no mofwenyo moyudi mogo tik ni en adiera. Walichunguza wakaangalia wakasema kweli ni sawa. Ni nying Yesu midwa yalo diambusani ema nyalo kelo
ya kwamba jina la Yesu ambalo litahubiriwa jioni inaweza kuleta tumaini kwa ulimwengu. Na hiyo pia hatuhubiri kana kwamba tunakusihi. Hatuhubiri kana kwamba tunataka kukubembeleza. Sababu gani sibembelezi mtu na neno la Mungu? Wakati shetani amelenga nyumba ya mtu ataka kuharibu, hataki kubembeleza. Hata jali ya kwamba we ni mrembo ama sio mrembo. Wakati shetani amekuja na kuja kwa fujo na nafanya kenye nataka. Kwa nyakati tuliomo watu wataki neno la Mungu. Anataka ya kwamba ukinena unene nene kana kwamba ni mtu mkubwa unataka kumsii. Na kukanya nikikwambia haiwezekani. Maana wewe ni mtu mkatili, hauendi kanisani, unasali tarehe 25. Sababu gani tunaweka hizi vyombo? Ni ili tukupate wewe mkora mwenye nasali tarehe 25 na tarehe 1. Tunataka hizi vyombo zikufikie mahali ambapo wewe uko kwa umbali. Hata ukikaa chini unapagawa na ujui unapagawa. Haujui ya kwamba kinachokufanya haifai kufanya hivyo. Jioni ya leo sina uoga, maana unafaa unenewe. Haijalishi ya kwamba umefanyaje ikawaje. Shetani anaweza kukupagawa hata kama unanena kimombo. Shetani anaweza kukupagawa mpaka ukose kujua jina na mahali unakotembea na jinsi ulivyo. Maana ametesa watu wengi. Jioni ninalo neno ambao Mungu ametia ndani ya moyo wangu. Nataka ninene nawe kisha tutaomba Mungu wa vita. Maana najua nguvu inayoishi ndani ya neno ninalozungumzia. Mungu ambaye alituma mwana wa Koredo ataonekana jioni. Kwa nini? Injili haijali. Injili itapenya hata kama wewe ni mkubwa kama bingu. Hata kama utaki kuomba Mungu hapa. Neno ambaye tunanena nawe itaenda nawe mpaka kwako. Hata kama utaki kusema hivyo utasema kwa lazima. Hallelujah. Hallelujah. Nimesoma katika kitabu cha Ufunuo ambaye inanena kwa vita ambao ulitokea kule mbinguni kati ya malaika na yule joka aitwaye Shetani. Nekana kwamba joka ambaye ni Shetani alileta kujua kwake. Vita ikatokea kule mbinguni kati ya Shetani na malaika. Andiko inasema vita ilikuwepo mpaka Mikaeli pamoja na malaika wengine walimtupa huyo joka chini. Haikuwa na mahali pa kuishi kule mbinguni. Wakati ilipotupwa chini, alikuja ulimwenguni mahali binadamu anakoishi. Na mahali binadamu aliishi hapo ndiye alikuja kuwa mwadui wake. Hilo ni neno nekana kwamba ilikuwa gumu. Jinsi alivyofukuzwa kule mbinguni. Alikosa mahali pa kuishi kule mbinguni. Akarushwa na akaja katika ulimwengu. Aliyetupwa kutoka juu akikuja chini. Nekana kwamba jinsi alitapakaa alipoanguka.
alitafuta mahala pa kuingia. Wach manobirogo, Neno aliyekuja nayo ne en mirima kod ich wang'. ilikuwa na hasira na kughadhabika. Kendo dhano mane Nyasaye ochweyo kod lwete, Binadamu aliyeumbwa kwa mkono wa Mungu, ema ne ok odwar momiyo nobiro kod mirima. hakuwa nataka, ndiposa alikuja na hasira. En jal ma jawuond ji. Ni mdanganyifu. Iwacho kuome niya, Wanasema kwake ni en thuol machon, ya kwamba ni joka ya kale, kendo iluonge ni Satan. anaitwa Shetani. Osewuondo ji e piny ngima. Amepotoza watu wengi katika ulimwengu. To lweny manogole e polo, Vita ambayo ilitoka juu mbinguni, lweny ne mobiroga piny ka. ndiye alikuja nao katika ulimwengu. Kaka ne lweny nobirogo, Jinsi alivyokuja na hiyo vita, to mako godo nyithindo, akashika nao watoto, omako godo jomadongo, akashika na watu wakubwa, omako mon gi chwo, akashika mama kwa wanaume, omako ngima mar dhano. akashika maisha ya binadamu. Lwenjeno otang'ore ni onge kwe kuome. Hilo vita amekataa, kamwe hakuna amani. Gimomiyo wayalo Jehova Bei, Sababu gani twahubiri watu wa mabei? mirimbe jachien ochomo dhano gi ng'ong'o, Hasira ya Shetani inalenga binadamu. kendo onge tony ka ng'ato ok oyie kuom wach. Hakuna kuepuka usipoamini kwa neno. Nitie lweny ma Satan okelo, Kuna vita ambayo Shetani ameleta, ok en lweny matin. sio vita ndogo. Gimibiro miyo ifwenyo ni en lweny, Sababu gani utagundua ni vita? sitelo motimo godo ngima mar ng'ato. Jinsi yanavyofanya maisha ya mtu. Kendo iwinjo, Unasikia e ngima ma dhano dakie, katika maisha mtu anamoishi, en odwaro mondo maber otimrene. anahitaji mamema itendeke, To ngima mar Satan, lakini maisha ya Shetani odwaro mondo marach emotimre. anataka mabaya yatendeke, To mano be gima owuok mondo otim. na hicho ndicho alichotoka ili afanye. Gimomiyo chunowa mondo wayal. Sababu gani na tulazimu tuhubiri? Nowachnwa gi jal ma wayalo nyinge, Tuliambiwa kwa yule ambaye twahubiri ni dhiuru e piny duto ya kwamba nendeni katika ulimwengu mondo uyal wach maber mkahubiri neno nzuri ni jal moyie kendo batisi. kwa yule aliyekubali na kubatizwa. Mowiye jajuogni Moyo wa mkora ambaye anatembea na akitafuta pesa, mrogi huyu. ni ting'o kimi mikelo kawuono wang'i morore ok idwar Yesu kiyalo. Ulibeba ukimwi ukaleta, leo macho yako inakodolewa, utaki Injili. Gime kiyalo tikoni jowagi onego uwuo gi ji mos, wawuo kodi mos ichieni. We pia watu wakihubiri unasema wanafaa wanene na watu polepole. Ng'ama miyo ji wich kuot makati iwuotho e yo to nyaka jalembi ma pastani ok dwar romo kodi. Unapatia watu aibu, hata ukitembea hata yule mchungaji wako hataki kukusalimia. Ok lwenyo jachien timi marach makiwuotho e ndara to onge ng'ama nyalo gombo mos. Vita ya Shetani na kufanya vibaya, ukitembea barabarani hakuna wa kukusalimia. Kata wawuotho kata kawuono in ka. Hata leo uko hapa, Ina kae. uko tu hapa, To in gi pilande mang'eny makata sani. uko na plani nyingi. Hata sasa In gi nyathi madhi timo penj. uko na mtoto ambaye anaenda kufanya mtihani, Machal ka gima kata king'iyo. nekana kwamba ukimtazama To imbe iwinjo ka gino ok wuogni. we pia unaona haitoki. Lwenj Satan nyalo golo dhako e ode. Ya Shetani inaweza toa muke kwa nyumba Ok yake. ine mokwongo goli. Sio wa kwanza, Jomoko nitie manogolo. kuna wengine ambao To alitoa. we akoni niya. Wacha nikuambie Kaka noriembe Apolo. jinsi alifukuzwa mbinguni. Koyude ng'ama oyie piny asego. Wakipata aliyekubali mabei, Inyalo gole e lwet Satan. anaweza tolewa mikononi mwa Shetani. Lweny manyolo Mpaka vita ambayo ilimshinda kaka yud kolocho kendo. pate ameshinda tena. Adwana wach niya. Nataka niseme Lwenj Satan vita ya Shetani omiyo nyiri mang'eny imefanya binti wengi nowe timo penjgi e kore. waliacha kufanya mtihani kwa njia. Jachien omako gi nang'o? Shetani amewashika na nini? Wasik rangegi Madui za lango zao manotugo lweny e mierego. walioleta vita kwao, Chal ka gima owuok negi matek. nekana kwamba wameinuka, Ok dwar ng'ama tieko sikul. hawataki anayemaliza shule. Wayalo injili nang'o? Twahubiri Injili kwa E nini? piny asego ka Hapa Asego ema dhako ne mirimo mako. ndiyo mwanamke alishikwa na hasira, Mowang'ore ot gi nyithinde malo ka. akajichoma kwa nyumba na watoto. Ok ni nodwaro mondo mano Si timre. eti alikuwa nataka Lweny mar odgi vita ya nyumba yao ma jachien nokelo. ambayo Shetani alileta. Lweny en mar Satan. Vita ni ya Shetani, Mamayo ng'ato gire maber. inanyang'anya mtu kitu To chake. dhako nowuok kaka ok opar. Anaongea jinsi alivyokuwa kidhani. Winjo jasego. Unasikia watu wa Asego, Lweny jachien vita ya Shetani ema miyo dichuo inafanya mwanaume nonyombo jumani. alioa wiki hii, Ochako nyombo juma machielo. wiki ijayo anaoa, Dwe machielo chako nyombo. mwezi ingine anaoa, Omanyo gima ber. anatafuta kizuri. Onge maber mibiro nwang'o. Hakuna kizuri utapata. Gima timie ni lwenj dala. Kinachokufanya ni vita. Ma jachien otugo be ng'ama lo onge. Shetani ametoa
hakuna wa kushinda. Wewe ambao unanitizama, ulizaliwa mwanaume, wakaitwa kijana nguso. Wewe ni kijana hoi hai bure, hakuna kitu wa kufanya, ende kunywa pombe umabei. Wakihubiri unasema wacha nisikie kisha nionje kidogo. Wacha nikwambie, sikiliza tu neno. Ukikataa kuamini hakuna kuepuka. Kwa nini? Sababu ya kuhubiri Injili. Injili ndio tuepuka. Mtu akitembea, Petero anasema hakuna jina ingine ambayo iliwekwa mtu anaweza epuka, jina ambayo inahubiriwa, jina la Yesu Mnazareti, ndio jina peke yake. Haleluya! Hilo ndilo jina peke yake. Wacha kuniletea jina ya waombezi wengi. Sitaki kunena juu yake. Maana hata leo umefanyiwa vitendo vyote za waombezi. Wewe ndivyo ukirudi ubaya unaongezeka. Vita ndio sasa kubwa. Maisha unamotembea unaona ni maisha mbaya. Ndiposa tuwasema wacha tubiri Yesu Asigo. Wakati unabidi Yesu, vita kubwa ambayo inashinda mtu, Yesu akikubali anaweza toa vita ambayo shetani ameweka. Inaweza shinda chief na ile magwanda ya serikali. Anatembea nayo lakini anaangushwa na kifafa. Anakunywa pombe zaidi ya wale ambao wanashika. Haijalishi mgungu ambao anavaa. Sababu gani polisi wanatembea usiku na anafanya uzinzi na mtu mwenye ukichaa? Mpaka watu waseme ya kwamba huyu ni mtoto wa polisi. Ni vita shetani ambao huwezi piga kwa bunduki. Wacheni tu tuhubiri Injili watu wa Asigo. Kwa nini? Tumegundua vita ya shetani huwezi toa kwa bomu. Haiuiwi na bunduki. Hakuna mganga wa kuilimaliza. Kama ingemalizwa na mganga, wanaume waliokuwa waganga wakubwa wao wangekuwa na uhai, wangekuwa wanashinda vita. Kwa sababu ilishindikana, shetani akianza vita mpaka wa milele, yeye anayoshinda. Nitaifafanua usiku. Hatujaomba Mungu Injili ambayo inahubiriwa. Haleluya! Injili ambayo inahubiriwa inaweza maliza vita ya shetani. Wakati vita ilikuwa kule mbinguni, ilikuwa vita, malaika wakaingilia. Walikuwa na nguvu nyingi. Wakati nguvu za Mungu na malaika zilikuja, ilionekana dhahiri akiangushwa. Ndiposa leo wanawake wa mabinti wanajioa wenyewe. Mpaka mwanaume anajirembesha kama mwanamke. Anasema yeye pia anataka awe hivyo. Mnasikia wapendwa? Wacheni tuhubiri Injili. Kwa nini? Vita ya shetani imenyang'anya wanawake watoto. Hata ukitembea mjini anatembea usiku, mchana yuko. Kwa nini? Analala mchana, usiku yeye ni usiku. Wanaua watu kwa usiku. Wakihubiri Injili wanajificha. Injili ambayo inahubiriwa inaweza leta tumaini, ilichowashinda wengine. Yesu ndiye anaweza. Vita ya shetani hakuna mganga wa kuipiga. Mwanaume fulani amepotea wa kumtoa, hata kama ni mwanamke aende kwa waganga, hawezi akashinda.
hata akienda afunikwe na nguo, afanyiwe matendo. Haiwezekani. Nini nasema? Vita ya shetani wa kulishinda akina mfano wa Salama. Injili hiyo itaifafanua, haitalishi hali umefunga moyo. Yesu ataingia. Kwa nini? Sio wewe wa kwanza. Kuna watu ambao walikataa, waliposikia Yesu wakakubali, wakamkaribisha. Dhambi ikang'oweka, vita iling'oweka. Mwenye dhambi hakuna mahali pa kuenda. Andiko inasema ni jarito mwenye dhambi nyakati zake ni chache. Wacha niwaambie kila ambacho nakufanya wewe ni vita ya shetani. Hapo nena hapa tuko na wake anakafutwa kwa visu. Sababu gani? Mume ambako naye alinyang'anya mke wa mtu jana, amechukua, anaishi naye na sio wake. Wanatuhubiri, anasema ya kwamba nechojua mimi pia nimepata, hujapata wewe. Mke wa mtu, mtu wa kufukuza mtu kwa laki hakuna. Wa kumfukuza mtu hakuna. Laka ambao umepata kibinafsi uko nayo na mamlaka. Wasikia wa mama, huu ndio wakati kumtafuta Yesu. Watoto ambao tunawazaa, uko na waka ambao umezaa watoto, binti mrembo sana, lakini cheza dance uchi una usiku Facebook, pale kwenye Facebook. Yeye pia ni binti amezaliwa na mama, ako na mtoto wa kiume akitembea, ni mwenda wazimu tu. Nywele ni rasta, amesonga hiyo nywele, amevaa sketi, amevaa blausi, yeye pia anatembea nayo. Alizaliwa yeye ni kijana wa kiume. Kufanya hiyo wewe, sina mito ameanzisha vita kwako, alikunyang'anya mwanao, amepata mkono upweke. Agundua ya kwamba alisema jambo fulani, alisema ya kwamba wasikia wa mama, usiniomboleze mimi, niombolezeni nyinyi wenyewe, watoto wenu. Alama mtu anahubiri, anakumbuka ya kwamba nilimzaa kuna mahali yako, wakihubiri Injili, anaweza amini. Anasema ya kwamba kinachonifanya pia sijui, wasiwahubiri wa kwangu, wamechukua mtoto kwangu, pale ambapo nimefika, hata liwe ni vita, tena ametibua, langa ambao nimeoleka, ilishinda watu wengine. Nami leo hii naenga Yesu, kama imeshindikana, Yesu anatenda. Sioni ya leo kama kuna vita, Yesu anaingia. Vita hakuna, kama imekushinda, Yesu akiingia, vita inakuingia. Injili inatoa upumbavu, Injili inatoa ucha, Injili inamaliza usherati, Injili inafungua boma, Injili inaonyesha tumaini watu wa Sego, Injili Yesu Nazareti aliza utasa. Haleluya! Vita la shetani wakuimaliza ni Yesu. Pale ambao umeweka kichwa chako wewe pia watambua kama shetani ametubua vita, umeshindwa kushinda. Mtindo ambao utatazama kwamba kuna vita bomani, wakati mke anatamani afe, anasema pale ambao nimefika, nahisi nimeshindwa na mamlaka, nataka nitende yale ambayo sitaki kuyatenda. Sababu gani? Kamba ya shilingi 10 inaweza huwa mwanadamu afende ardhini. Ni vita yake shetani. Sababu gani? Ile sumu ya panya
Unaweza uwa mwanadamu. Nikech nengo ni yot. Kwa sababu gharama yako ni aduni sana. Kibedo piny. Hata kama umekaa chini. Mbaka gichunyi. Unasemezana na moyo wako. Watu ni lweny makedo. Unasema vile nalopigana. Wagi koda. Nataka kufika nami kwenye kifo. Kumatema. Yanayo nifanya mimi. Ameakia. Pia siyajui. Ena watu nini ya. Nakwambia hivi. Lweny masatano tuwo. Kama shida amekibua. Adala maipia. Oma ambao umeoleka. Nyalo kelo duwako. Weza leta tujibu. Siku moja. Injili meyalo. Injili ambayo inahubiriwa. Apenye te. Kama ulimwengu ulikuwa gumu. Kenonga. Hakuna tumaini. Johana. Na Johana. Neno kalweni ni tiyo. Anaona kama vita lipo. Ugeonge ngamaelo. Kuna vitabu wa kufungua. Uonkodi lwenge madongo. Laana na vita kubwa. Kumbiere. Imeshika maboma. Wale ya uwe. Vijana wamezaliwa ndani. Wale wamezaa wake ndani yake. Wakiepuka hakuna. Bwana anasema nililia. Wasikia. Vita ya boma. Yake shetani. Ataleta vimauti. Sababu gani? Shida. Atatoa machozi. Wasikia. Vita hiyo. Sio yako. Ya shetani hilo. Yesu. Alikuja. Hata kama ni vita. Alipa deni. Ya damu. Ya boma. Na Yesu. Akija. Analeba mkono. Haleluya. Yesu mabuyo kuome. Yesu ambaye anaenda kumuhusu. Ejalo manojiu. Yeye ndiye alipeanwa. Yohana iwakumali. Yohana akalia kwa uchungu. Kwa uoyo. Akinena. Etula marfatimo. Kwenye kisiwa cha Patimo. Duwal mane Yohana iwakugo. Hata ambapo Yohana alilia nayo. Jodongo nokonea. Wazee wakasema. Yohana we yuak. Yohana usilie. Yuak nango. Walia kwa nini? Nitie ngato. Kunayo mtu. Sikuwa maragori Yuda. Simba wa lango la Yuda. Sikuwa joka Yesu. Yuko wana wa Yesu. Ene Mose biro. Yeye ameshakuja. Wea kuninea. Wacha nikwambie. Kata satani. Hata shetani. Wamekibua vita. Tumewana kufukuza. Tangaza jioni. Injili. Inahubiriwa. Ya sasa. Polo jibu. Ya ukweli. Kata maadui. Wasema ya kwamba. Nitakuua. Hiyo shetani. Yananena. Yesu. Anasema. Ukiamini. Utakombolewa. Hata sasa. Ukiamini Yesu. Utakombolewa. Injili. Inahubiriwa. Inamaliza vita. Sababu gani? Pombe. Unakunywa. Vita ya shetani. Usherati. Unafanya. Vita ya shetani. Asikia. Msichana. Ameshika mimba. Sala saba. Hiyo ni vita ya shetani. Na jioni. Wasego. Nasema ya kwamba Injili yake Yesu. Nazareti. Haleluya. Injili mari Yesu. Injili yake Yesu. Manalo reso ni chuo. Mbele za kwa mwanaume. Chuo wigi kuot kidwaro Yesu. Wanaume wanaibika wakihitaji Yesu. Otimo mengwana makataki nieti weno loyo. Ajifanya mngwana ukimwangana unadhani ameshinda vita tayari. To buro loyo chuo wete gi manyuolne gi mon. Hukumu imemshinda wanaume wenzake ndio wanazana wake wao. En bende onyalo kasore malich. Yepe anajikaza kibelebele sana. Mogo mbaka mari wach miyalo iko ni jowadwa jogi betinde wuotho ni. Atoe gumzo la Injili ambayo inahubiriwa anasema ile hao watu wanatembea sikizi sana. To nyombo ne chuo wete ne. Na yeye ameoa kwa wanaume wenzake ndio wazae. Dhako moro ni e chokruogni. Kuna mke hapo kwenye mkutano huu. Mawinjo kiyalo. Anasikia kihubiri. Owacho ni ya. Anasema. Anubede kata ka wuotho. Nalipata nikitembea. Vera nyalo pinyalo nena. Mrembo mimi wasanitazama mimi. Chieng maduondi no tal firimbi mar jogor. Hiyo siku zote inakuwa kama ile picha ya watu wa goro. Eka chieng ono ene fwenyi ni kale lwenyo loyi. Hiyo siku unagundua vita imekushinda. Sani to pod wayalo ka kotoromi. Sasa bado tunahubiri kama umekoti imekutosha vizuri. Ngama chunye ni mabor makwar gi chiene modake chunye. Wewe moyo wako uko mbali, babu yako amekupanga anaishi ndani yako. Makati wuotho to lwenyo dak kumi mar Satan. Unatembea vita naishi ndani yako ya shetani. In kamidhia to lweny nyaka tuge. Unakoenda wewe lazima vita ikibuliwe. Awe maracho telo mbele ni. Heri mbaya la kutangulia. Odong ni chito telo ni. Na kutangulia na kubakia nyuma. Makata kibedo pinto imi ngeu ni api tora. Ukikaa chini wajua bahati yako ni mbaya. Loma bewe
Watu mabe wacha tuongee. Shetani mchawi amechukua waka kwenye stoli. Wake walielimisha watoto wakabaki kana kwamba wako elimisha watoto. Watoto wameweka cheti kwenye visanduku kwa sababu Mungu hayupo. Hiyo ndio maana nasema ya kwamba mamlaka iliyoshinda wa kwenu nimeshinda kuna kuleta mamlushindi. Ningepata mume ama mwanamke mfano wa Daudi mwana wa Jese, ningepata kama kuna ushindi Israeli. Kama Goliath amebaki na ushindi kule milimani, mume akaongea akasema nimeshakuja, atakayeshinda hili vita apewa nini? Daudi akasikia akasema atakayeshinda hili vita mfalme atampea binti wake. Nikamlazimisha Daudi aingie kwenye vita. Akiangalia kweli Waisraeli wanasumbuka. Ushindi uko kule ng'ambo. Kwa kuleta ushindi hakuna. Vita likubwa Israeli. Goliath ni anadhiaki. Tuko na maboma wa shindana anadhiaki. Hata kama mume amekaa chini, yeye pia anaona shindana anadhiaki boma yao. Shindana anadhiaki hadi kwa nyumba. Akizaa mtoto wa kiume shindana anachukua. Akizaa mtoto binti shindana anachukua. Anashika watoto nikana kwamba haoni. Sio ninasema injili lake Yesu Nazareti inaweza shinda vita. Inaweza shinda vita. Kama ndio ameshika ushindi ambao imeshindikana, Yesu anaweza kaileta. Sio ninasema nini? Sote ninaenda kuhusu Yesu. Nguvu ya Israeli utakimkubali ushinda maikuwemo inaweza ingia. Kifo mbele ilikuwa inaua inaweza ikaisha. Masa ambaye ameshindwa kuzaa sasa anaweza kumkomboa. Nasema Yesu akiingia hata kama ni kitu kigumu yawezekana. Sababu gani? Yesu anasema vitu vyote yawezekana kwake Mungu. Anahubiri jioni injili hili nguvu yake Yesu kwa Waisraeli. Yeye mwenye nguvu wa Jehova mwaminifu. Siku moja akaingia Nairi. Akaingia mji wa Nairi. Akapata mke. Mtoto wake amekufa. Andiko nasema huyo mama alikuwa mjane. Mtoto wake mmoja wa kiume pia sana ameua. Wakati ukifika vita ya boma ambayo ni dhidi ya watoto wa kiume ya boma, Yesu akida wa vita kaingia. Mwema wa Sayuni huyo mwenye nguvu anakutoka. Yesu anaingia kule kwenye boma la Naini. Anapata mama amebeba watoto anaenda kumzika. Yesu ambaye aleta mtu wa Sara. Waliomkaribisha Yesu hajawahi chuta kamwe. Wakati injili iliingia Naini, msafara wa mazishi ulisimamishwa. Nilikaimaliza kwenye nguvu aliingia. Kila bana ugopo na kifo. Bwana wa Jehova baki kuja. Kifo inatoroka. Siku moja kwenye gerasi mwenye nguvu akaja. Akaingia kwenye mfumo bahari. Mapepo walitoroka. Watoroka nini? Bwana wa Jehova amekuja. Kila mama kushinda. Yesu anaimaliza. Anashinda mtu. Yesu anaishinda. Kilichoenda mbali Yesu anaileta. Kila mama kushinda. Yesu anairegesha. Kule Naini alishinda. Wasikia Gerasa alishinda vita. Sioni nasema nguvu injili tumaini. Yohana
Nilisikia sauti kubwa ikisema wokovu nguvu yake. Wokovu yake Yesu akija wa vita, mapepo watatoroka hata kama wamelipa gharama. Shujaa akija wa wokovu, bila ambao wadui wanamtambua kupita kwa jina lake. Unaambia unanyanyia nini anisi? Wale wa Jehova yule ambaye kibalisha tanga mapepo hata wale maskini wanapiga mateko wanaenda mapepo ya upumbavu wakiingia wanapiga kienda wa mailango walifungwa wakiingia watafungua. Nitafungua. Najua huyo mtu mwema. Rafiki yangu wa kiume huyo. Yuko Yahudi wa Mungu. Simba alishika mkono. Kama ukoo ungeacha kaya. Wacha nikumbuke mwenye nguvu. Rafiki yangu mwenye kazi na Mungu. Sio kama jua la tua. Rafiki yangu jua la tua. Hema iko katikati. Mwenye nguvu hema iko sawa. Jina dawai shindwa. Yesu ameshinda. Hata kama sasa kwa darasa la 8. Mwambie shetani la hasara. Wanga utashinda kwa mkono. Wasioto mabei. Mapepo